Ni swali ambalo linakuja linamrudia mwenyewe ya kwamba mimi siwezi nikafurahia mtu yeyote akafa katika hali ya dhambi. Anamaanisha ya kwamba kile ninachokihitaji ni mtu kugairi na kuacha dhambi kwanza. Hilo ndilo litakalokuwa badiliko la muhimu kwenye maisha ya mwanadamu. No matter what I can tell you, haijalishi nitakwambia kitu gani cha kusaidia, haijalishi nikakupa njia za mafanikio, lakini usipoanza na hatua ya kuacha dhambi, hauwezi ukasema umepokea badiliko la kiungu. Amen. Never. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Ndio maana katika ukisoma vizuri katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, wakati Yusufu anapewa katika ndoto, anapewa habari za kuzaliwa kwa Yesu, anashukiwa na yule malaika, anamwambia, tazama, mke wako Mariamu atachukua mimba naye atamzaa mwana. Halafu anasema, nawe utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Ndiyo ajenda anayobebesha Yesu ya kwanza ya kuja ulimwenguni. It is not to kuongeza magari kwa wanadamu, lakini ni kwa sababu awasaidie wanadamu waweze kuokoka kutoka katika dhambi zao. Sasa kwa sio habari nyingine tena. Sasa hivi kuna mafundisho mengi sana yameinuka yanayowaambia watu tafuta hela, achana na habari za kuhubiriwa dhambi. Tunaweza tukaona ni kitu cha kawaida, lakini jambo la kwanza, badiliko la kwanza anaotamani Mungu alione kwenye maisha yetu ni sisi kutengana na uovu, ni sisi kujiacha dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Na tusipozingatia badiliko hili la kwanza,